huku. So after 1 week akapatikana kwa Nairobi, akarudi. Akasema kila kitu iko sawa, so nikirudi Mombasa nitakuja to sign hizo documents. Jamaa akakuja na documents zimeandikwa hiyo lugha ya huko. Kizungu huku tukascan, kila kitu sawa. Akaniambia sasa narudi Mombasa, narudi Nairobi. Naenda kubook appointment. So maybe next week. Bro, next week ilikuwa next week. Next week. Hii time nishapigia mom, nikamwambia mom, kazi imepatikana, malipo ni nzuri, tunaenda Poland. Mom naye akachukua loan pale 70. Oh my lord. Yenye tulikuwa nayo huku pia nimeweka standby. My cousin anaitwa Rolex pia akaniambia, Lameki, najua ukifaulu na mimi nimefaulu. So pesa si shida. Hata kama ni kuchukua kwa sako, tutachukua kwa sako. Kijana wetu uende Poland. Kaambia sawa bro, tunang'ang'ane. Tukang'ang'ana. So next week. Akaja na story. Unajua ndio upate nini ya Poland, hiyo appointment kwa embassy ya Poland. Waga wanachukua hizo barua zote, wanaweka kwa mashine, alafu ni mashine inachukua. So naona yako haijachukuliwa. Nikamwambia I'm like bro, yani nilienda kwa ya States bro, nikajifanyia peke yangu. It's something you book online. Usiingie kwa portal you book date fulani, nataka nikuje. Wale jamaa kama hiyo date iko occupied, utakwambia the following day kuna vaka. Unaona? Biashara zote nilikuwa nazo by that time ziko down. Pesa imeenda yote. Here I am, so I have to start afresh. So how much has he like conned you? 300 plus. 300k. Yeah. So one day he calls and I tell him, you know what brother, just let us meet kwa ule beshte yako, yeye ndiye aliniconnect na wewe. Tufanye hesabu, juu niambia kuna pesa zingine ulitumia, uniambie ni ngapi, unaniregesha. I think the last time nilimwona alikuwa tu kwa boda and that's the last time until today. Sijaimuona. Wala ule beshte yangu hajaimuona. Unaona? Yes, so the great and the greatest, welcome back on board. With me today, niko na kijana wa SDA. Karibu sana, bwana SDA. Niambie. SDA bwana. Unajua huko nje ukisikia SDA, unajuaga mtu SDA ni maboy, ni wale wenye wanavaa, official, wamenyoa vizuri kabisa, very well presentable, very presentable. Madem pia ka short hair nini, very decent. Watu wamevaa vizuri mpaka mtu anakuambia, manzi ningetaka kwa msichana SDA. For a long time imejulikana hivyo. Imejulikana for a long time. Until wacha nikwambie, nilishaikuwa na neighbor ya SDA. Yeah. Ule msichana alikuwa mpole. Alikuwa jirani yangu, neighbor, immediate neighbor. Hakuwa anaongea na watu hivyo sana, yani unaona? Hakuwa anajihusisha na gossip na mama plot, hapana. Alikuwa afanya vitu zake pole. Lakini pia unajua sometimes ngoja until one day nikaona ameleta brother wa SDA pia. Alikuwa actually chairman wa youth. Sasa alikuwa chairman wa youth. Brother in Christ. Brother in Christ Manier. Hey, bro. Ule brother in Christ alieneza injili kweli. Sikuwa nalala. Huko next door. Makelele bro, mimi sikuwa nalala mpaka alikuwa jiuliza, watu SDA kweli? Bwana ya SDA. Hivyo ndo I thought mnaenda mbinguni straight. Mbinguni si eti wote. Acha nikwambie one funny thing, okay, si eti denomination hata itapeleka mtu maybe mbinguni. That's according to venye na view. Yeah. Because kuna watu wengine pia in other denominations, their acts speak more than even kitu mtu anafanya church. Yes. So kivyovyote vile Mungu tu itakuwa ni grace ya God tu. Like mbinguni itakuwa ni grace ya God tu kwenda. But si kitu nao siji ndio hii hapana.
because even before SDA waanze, because there was that commotion in 1844 yenye the likes of Ellen White kama unatufahamu, mtu kama Miller wali misunderstand Bible, then ikawa ile design ya God atakuja siku fulani, then they preached it, watu waka have to sell their things, yeah. So immediately God akuja, they felt disappointed, yeah. So unapata people from different beliefs ndio waka join hands wakasema okay, hebu to dig deep kiasi into what Bible venye inasema. So from there ndio wakaanza hiyo movement. Let me call it a movement for now. Yeah, the Seventh-day Adventist movement. But somebody who lived before 1844 who was not part of that definitely ataenda. So hii mambo na Mungu nini it's not about church yako. Sasa tuulize ni sawa. Yeah. Unajua hata sijaiongelea kuhusu religion kwa hii channel yangu by the way. Sure. So hata imeni trigger. I'm like sasa okay. Kuna vile unaweza taka kuwa sana on the right path. Yeah. Lakini unapata in between kuna temptations along the way. Sasa? Yeah. Unapata manzi hapo hivyo kidogo unaangalia kuna msichana amepita hapo wewe Sister Mary. Na labda ni wakwaya. So situation kama isha ikukupenia hivi labda maybe. Yeah. Things happen. Things happen. Unaona temptation, okay, ni kitu iko. Jesus himself was tempted. Yes. Yeah, because he lived as a human being. And we cannot assume at being that he was pure or holy, he never went temptation, right? Okay, I don't want to argue too much on what is written. Yes. But the thing is, being that he came in form of human, he had to lazima alikuwa tempted. But kwa hii process ya kukuwa tempted, tunasoma that he overcame all the temptations, right? Yeah. That is as per what we read, okay? Because look at the life history of Jesus, yeah? We are given his from birth 12 years. Then anafanya mission for 3 years. Then anakuwa crucified, then after that anarudi heaven. So if it is for 3 years, definitely hatuwezi sema eti alienda heaven at the age of 15. So there's this period gap yenye Bible is so silent about. Tujibu, si ndio? Ametupeleka mpaka 12 years, then from 12 years akiwa adolescent stage, astaki niseme. Tusiende mbali, tusiende deep. Unaona? Tusiende deep. But the thing is, only dilaje na hiyo temptation. The thing is, hata yeye mwenyewe alikuwa tempted, okay? Yeah. Now me growing up, nime grow up in a family, bro, it was so strict. I remember back in 2007, hii mambo na post election violence, ngoma ya Onyi Papa J yenye alikampeni nayo Raila. Niligrab kidogo. No, TBM ilikuwa latest maybe 20. Papa J, I'm forgetting about the song. 2007 yenye Ruto alikuwa Nyaga. Why am I forgetting that song? Yeah, it's ni nyimbo ambayo ni venye na forget to for now. But then nilishika some lines. So after kushika some lines, then one day too, I remember nilikuwa nimelala, it was raining, then waking up, nika wake up na hiyo song kwa akili, nikaanza kuimba. You know, my mom alinitandika. So I grew up in such a family. Hizo ni mbongani unaimba kwa hii nyumba? Nyumba za mashetani ndo unakuja kutuletea kwa nyumba. Secular song, bro. Hata ni venye tulivyoingia sasa maybe back in 2014, 13 hapa tukiingia adolescent ndio kidogo ulikuwa unaweza jicheza juu uko na. Lakini ukiwa mdogo nakwambia kusonga nywele was a taboo in that family. For a woman. We, bro. I grew up in a yo nini ya SDA. Oh, even your parents in SDA. Oh. Yeah. So talking about the temptations, so all that being active in church, alafu I don't talk too much. I talk too much to people wenye tumejuana nao, tumebond. But meeting me for the first time, okay, sometimes you meet me for the first time na tuna vibe kabisa. But for quite long, venye mimi najijua, even for some people who have known me, inatakingi time sana ku vibe sana. I vibe maybe for some reasons, 1, 2. But then here I am
umefika secondary, umekanyagiwa huku. So unajaribu kuexploit secondary ndio uende hizo mafunctions kidogo kidogo. Yeah. Alafu pale pia umejua hiyo period yote mpaka ufike secondary uliogopa wewe kwa associate na wasichana. Yeah. That was so hard. So uko pale mko function, especially hizi missions watu wanaenda for one days, meetups and all that. And you are just alone. Watu wana try because you are brought up in different backgrounds. So for me kuadapt na hiyo background ilikuwa so hard. Until tulifanya, there's a strike that happened in the school where I was. So hii strike ilivo happen, ndivyo kidogo kidogo watu wakatolewa. Yeah. So we had to shift also. Why? Because ule mwalimu mwenye alikuwa na sisi, the principal ndiye alikuwa anatushika mkono. So we had to move to a day school. But then this day school ndio to join, it took a period of time ndio to join. So this is mixed. I'm from boys boarding. Nimefika pale. Basi. It is over. Nafika pale. Hiyo siku tumeingia asubuhi, unapelekwa class. Naangalia hivi. Wasichana ndio hao. Alafu mimi napewa deskmate ni msichana. Msichana. Tena brown. Brown skin. Ukajua Mungu nakujanga hivi. Mungu nakujanga hivi. Alafu principal funny enough ndugu ya babako. Ndugu ya babako. Like that is your uncle. Tumbo moja. Buda na yeye. Then he calls you in the office and tells you, Lamek, you know what? Yes. You are in mixed girls school. Yes. You are in a mixed school. Yes. Sapa uta deal na wasichana nini. Lakini kumbuka shule penye tumetoka, you are in the leadership position ya kanisa. Yes, ndio okay? Nitakumbuka. So I want you to maintain, bro, hata kama wewe umeketi hivi msichana hiyo short skirt hapo. Unajaribu kukumbuka ni leader mahali. Wacha kwanza niweke leader kando kidogo. So it happened so funny that after hiyo period kidogo watu walikuwa wanaenda kuwatch setbook. Msichana ana nini? Ana nini? Pesa. Setbook. Oh, Siwezi sema hakuwa nayo because I never saw, but definitely she had. Yeah. But she's like, okay, can I use yours? Your setbook. Yeah, my setbook. Yeah. So, okay. Inaombango hivyo. Nitapeana. Lakini vile first sight ulivyokuja, ukaona, sema, okay. But kwa hiyo setbook I had written my number. Walienda wakawatch setbook, si tukabaki shule. Walivyorudi, I had nothing like maybe something will happen maybe later. Then tuko tu hapo after tumefunga shule, then a strange number calls. Yeah, so that was first thing that ilinieka temptation ile ulikuwa unaulizia. Akakupigia simu. Yeah, I'm so and so. I don't want to disclose the name. Yes, of course. Na sasa fly. Ulisikia vitu? Okay, kwa namba hapo kwa hiyo kitabu. You knew what you were doing? No, even my email was there. Okay. Yeah. Ulikuwa na email bado high school? Na ulikuwa umejipanga kijana. So email yangu iko hapo, namba ya simu. But that one was in form 3. Form 1, form 2 hapa nilikuwa najaribu kubangaiza na line ya dad. Ukipatikana nayo unakeleleshwa nini, lakini dad anasema you're growing up now, okay? You have to experience these things. Okay. Yeah. So fast forward to a point whereby ndio ukuje Kuwait. Yeah. Alright? Ndio ufike Kuwait. Of course kuna auto to vitu ulipitia 1 to 3 maybe in regards of hizo temptations. Unaona, to stages ulipitia kwa life ndio sasa ufikie useme man sasa wacha nivuke Kuwait. Yeah, so a lot of things happened, bro. Ndio nikuje Kuwait. Let me say that after my graduation in 2022, nilipata job. Okay? So after nimepata kazi, tukangana kwa hiyo kazi kidogo, bad luck, kazi kaisha. So hii time kazi imeisha, during this period ya kazi, I think it lasted like one and some few months or approximately 2 years, let me just say so. So after kazi imeisha, during this period nilikuwa nakwambia ndio attempt kupata kazi ya cruise ship. Yeah. My cousin was in Qatar
waga bado tunaongea, namshukuru sana. Alinipea that link. Niambia kuna hii email, send your CV. Hiyo time sikuwa na hiyo akili ya sijui kuna hii ATS nini and all that, hizi format nini. So mimi nikatumia tu ile CV nilikuwa nimefunzwa back then in secondary, ndio nikajua that's the format. Alafu pia another thing I want to tell our viewers that I had by that time sikuwa na tena the idea of kwa CV you have to shika line moja. If you are a waiter, the first work ni waiter, all that together. So mimi nika si waiter, si painter nini. So mimi nika combine kila kitu. Nikakumbuka nikiwa uni nilikuwa napiga watchman usiku, nikadungisha hapo pub security service. Na una apply job ya waiter? Si waiter, ilikuwa galley utility. Nikaambiwa galley utility. Wametangaza housekeeping na galley utility. So kazi na kaniambia usiende kwa hiyo nini, usichukue housekeeping for now, chukua ya entrance job. Naona. So mimi pia nikasema sawa. Nikaeka hapo galley utility, the current job, nikadungisha hapo security. Tena hapa nikasema mimi tunafanya hii kuuza ma accessories, simu nini. So my CV is oh boy. But thank God, I sent the CV. He also sent his because he was in Qatar. Yeah. So akatuma yake, it took some weeks. Mine actually was, they responded faster. Waka schedule interview, nikafanya interview. Nikaanza process ya kwenda embassy. I did everything on my own. Sometimes I say that if I had found somebody who would angeni guide, maybe I could have been in the cruise ship by now, where he is, because it was the same company. So yeye alikuwa successful. Yeah, yeye alienda akawa successful. Wow. Mimi huku nika struggle, nikangangana, nika appointment and all that. But immediately after tumetoka huko, nimeenda nika fail visa. Actually I failed my visa for reasons that walisema I did not show that kama waliona mimi ni mkora. I always say so because I had every proof that it was an employment, ni visa nilikuwa naenda. Yeah. But before that, even my cousin used to tell me, Lamek, si uchukue uchukue visa from Tanzania. Nikasema hizo expenses zote, kazi ndio inadidimia. So I tried, I failed my first visa. Then in the process, nikasikia story ya Kuwait nilipendelea. Kasikia Kuwait for the first time, so I used to tell my mom one day. I had that in mind. Kasema mom, hii Kuwait lazima nitafika siku moja. Yeah. My mom was like, Kuwait ndio nchi gani? Mimi sijaisikia mtu ako Kuwait. Nikamwambia yeah, it's new to me also. Yeah. Lakini lazima nitafika. Lazima utafika. So natoka hiyo appointment ya States, hiyo visa ikakuwa denied. Within 1 week nikapata kazi tena na Vikings. Princess was my first nilifanya interview. Vikings is a ship. Yeah, so napata tena Vikings cruise ship pia hapa nimepata just 1 week. Ile imefail nikapata hii. Yaani ulikuwa unapata one after the other. Bro, nilipotoka I only slept 1 day. The following day every time nilishika hivi lapi. I knew nilikuwa na list ya hizi cruise ship. Nilisema no, I have to go. Lazima nifanye huko. So nikangangana Vikings, ikakuja tukaanza paperwork. Alafu hapo Vikings wakasema lazima ukue na STCW. Nikasema sina. Nikasema it's only 10 days. So nikatuma the documents nilikuwa nazo, nikaingia class. My boss akanilipia 10 days by then 2023. Wait, your boss alikulipia class ya STCW. Boss wako sasa unafanya kazi gani hiyo time? Hiyo time si nimetoka. So nikarudi kazi. Na akakulipia? Akanilipia. She is a very fine. Wow. She's a very fine lady. Now, yeah. Nice. Akanilipia. Nikaenda STCW bro. 10 days 56,000. Alafu natoka hivi shule haikuchukua long, watu wa Mombasa County na serikali wakasema ile fee ya 30 something thousand tumecut. Saizi you can pay 15. After paying all that 56, money. Sikaenda. Umejua hapo juu nilikuwa naishi Bamburi, sijaeka mambo na transport commute nini. Yeah. So nikamaliza huku kurudi kusubmit Vikings wananiambia tulikuwa tunahitaji mtu very fast. So umechelewa. Nikasema okay, kitu ikaniambia wale watu ulifail. Nika email back Princess. Wakaniambia hapana, hiyo chance
Imeenda. Yeah, so here I am, my friend. Tunapatana na best yangu mwingine hapa anaitwa Paul. It's a very good friend of mine. Yeah. So yeye ndiye akaniintroduce, akaniambia bro, usijali, you can still make it. Yeah. So actually immediately after hapo ndio kazi kaisha. So nikasema okay, kazi imeisha, nishike huyu best yangu sasa. So tukashikana na huyu best yangu. Introduced me to a guy. Hello Lamek, niko na jamaa wangu hapa. Nikamwambia unamjua vizuri? Akaambia namjua. Ni best yangu, my customer. Waga natoa hapo pesa kwake, mambo na Western Union and all that. So we went and met with this guy, tukaongea. Nikamwambia bro, mimi sijai mjua but nakutrust kwa vile wewe ni best yangu. Yeah. Yeah. So the process started. Kaniambia kuna kazi ya packaging. Kazi iko Poland. Hii kazi tukifanya in the first 2 weeks tutakuwa imepata interview. Hata si definitely juni packaging. After 2 weeks, within 1 month tutaenda embassy. After embassy, maybe in the next 2 months or some weeks, kumesafiri. Yeah. So from there, we started the process. Yeah. 60k. 60k deposit. Yeah. Akatoa ID, tukaandikishana, signature, chukua photocopy, picture and all that. Nikaona okay. Mtu ni legit. Yeah, ni legit. Venye anaongea. So akaniambia so give me 2 weeks. Yes. Bro. 2 weeks. Pap. Vipi man? Le jamaa 2 weeks bana, Akaniambia maybe kazi ni mingi huku na huku. So after 1 week akapatikana kwa Nairobi akarudi. Akasema kila kitu iko sawa, so nikirudi Mombasa nitakuja to sign hizo documents. Jamaa akakuja na documents zimeandikwa hiyo lugha ya huko. Kizungu huku tukascan, kila kitu sawa. Akaniambia sasa narudi Mombasa, narudi Nairobi. Naenda kubook appointment. So maybe next week. Bro, next week ilikuwa next week. Next week. Hii time nishapigia mom, nikamwambia mom kazi imepatikana, malipo ni nzuri, tunaenda Poland. Mom naye akachukua loan pale 70. Oh my lord. Yenye tulikuwa nayo huku pia nimeweka standby. My cousin anaitwa Rolex pia akaniambia Lamek, najua ukifaulu na mimi nimefaulu. So pesa si shida. Hata kama ni kuchukua kwa sako, tutachukua kwa sako. Kijana wetu uende Poland. Kaambia sawa bro, tunang'ang'ane. Tukang'ang'ana so next week. Akaja na story, unajua ndio upate nini ya Poland, hiyo appointment kwa embassy ya Poland. Waga wanachukua hizo barua zote, wanaweka kwa mashini, alafu ni mashini inachukua. So naona yako haijachukuliwa. Nikamwambia I'm like bro, yani nilienda kwa ya States bro, nikajifanyia peke yangu. It's something you book online. Usiingie kwa portal you book date fulani. Nataka nikuje. Wale jamaa kama hiyo date iko occupied utakwambia the following day kuna vacant. Unaona? Buka. Akaambia ni tofauti. Hiyo ni huko. Okay. Nikaipea benefit of doubt. So this guy akaanza kucommunicate na mimi. Nikamwambia we used to communicate through the other brother. Bora sasa unani pigia simu directly. Nikamwambia staki. So every time akipiga simu napigia ule. Mpaka kuna time ananiambia, "Wewe mbona nikikupigia simu mpaka?" Nikamwambia, baraka sikujui." Ule anakujua. Kumbe ule naye anamjua tu because alikuwa best tu ya transactions and all that. Yeah. So ikafika 1 month ikaenda some weeks. Nikaanza kuweka pressure. Lazima tuende. I remember there's a day akaniambia hata ana fare. Nikajisacrifice nikakata fare ya watu wawili. Ya kwenda wapi? Nairobi. From Mombasa. Nani sasa ukamkatia fare? Nikamkatia. Huyo agent? Ananiambia ana fare. Nikamwambia una fare, niko na pesa. Nikakata. Mkaenda Nairobi? Hatukwenda. Akapiga simu. Nikamwambia Lamek. Umejua aliniambia the previous day. Kesho saa 2 kwa gari. Nikamwambia umekata? Hapana. Sasa wewe fanya hivi Lamek, kama uko na pesa kata. Nikakata. Nikishakata ananiambia ulifanya vibaya kukata nini? Nikamwambia how? Ulikuja ukaniambia kesho asubuhi by saa 2 tunafaa tukue embassy. Guess what? He had not started any process. Na sema mpepo saa ngapi hivi roughly?
Kanyaga 90. Sasa unaangalia 90. Ameenda Nairobi, napiga simu. Nasema, "Oh, unajua nini? Tunafaa tu book appointment." Of course I know booking appointment needs money. Tukabook appointment bro. Nikamtumia, akabook. So, hiyo siku ndio yeye ananiambia aje, "Oh, sio hatuwezi enda. Itabidi tumeenda jioni." Jioni. Na mimi nishakata gari. I had to rush. Mashpoa bro. Ananiambia no, umekuja kuchelewa tu gari fund. Nikasema okay. Jioni kafika. Nikamwambia unajua sasa pesa ni wewe utanini? Wewe ndio utalipa. Akaniambia sawa, napiga hapo simu kidogo. Guess what, akarudi kwa yule best yangu. Akamwambia oh bro, umejua mtoto amechomeka. So kama uko na pesa kidogo, nisaidie ni sort ndio tuteremke na Lamek. Nikamuuliza what if appointment ni saa 2 na tukichelewa? Akamwambia niko na jamaa huko ndani. Nitaongea naye vile tuone tutafanya. Finally after 1 day tena tukabook tena. Kateremka Nairobi. Tunafika Mtito one day bro. Mbea Lamek, umejua niko vibaya lakini nataka nikule. Nikamwambia kula kitu tutataka. Nikalipa. Kafika Nairobi mida za saa 2 usiku. Umse afanyi anything, akona 90k yako so far na bado namnunulia chakula na bado namkatia ticket. Na ticket ina expire. So mbio tukafika Nairobi, kufika Nairobi akanipeleka kwa hoteli nyingine hapa. Akaniambia utalala hapa for tonight, I will pay. Hapa ndio waga naleta wa vijana wangu wakisafiri. Nikasema okay, it looks nice. Nikiwa Nairobi hapo nimelala, akaniambia kesho mapema tunawahi. Mimi nimelala nikijua tunaenda embassy. Kumbe ndio tunaanza process 0. So akanipigia mida za saa 3, ananiambia Lamek, najua nimechelewa lakini just give me some few minutes nafika hapo. Ndio akaniambia sasa umejua kuna venye Nairobi unaelewa venye watu wanafanya. So hii process yako lazima tuangalie mambo yako. Hizo matais ile nyingine ulifail, lazima tuangalie ties inakuwa aje. Nikamwambia okay, it sounds nice. So wewe tutaenda tu na wewe, but me definitely ndio nitafanya kila kitu. So tunaenda, anaingia kwa hizo rooms, hizo maofisi zake. Anafanya mambo zake, anakuja anatoa, Lamek twende nishamaliza hapo. Twende nishamaliza hapo. Jioni nikamauliza sasa ishafika saa 2 ilipita. So definitely hiyo appointment yetu akaniambia hapana, umejua sasa venye ilikuwa pressure, sikuwa nimebook. Niliongea na ule jamaa amesukuma kesho. Kesho akaamka tena Kiswahili. Kaka nipanga siku 4. Niko Nairobi. The 4th day bro nikaja nikagongewa nyumba. Wewe umelala hapa sana. Nikamwambia mimi nimelala hapa. Mimi nililetwa. Nikaambiwa yule jamaa atalipa. Tena nijilipie. Nikamwambia hapana. He only paid for 1 day. Na si kabidi umelipa the other 3 days. So nikasema okay. Sasa how much is it your room? 25. Sasa nitaenda wapi? I've never been to Nairobi. Nairobi nimekuwa back 205 huko tu, nimetembeleana for 1 week nikarudi. All my life nimekaa Mombasa. So nikasema okay, I'll pay. Nikaenda kwa mfuko nikalipa. Na nikamwambia hiyo pesa wewe utalipa. I will only pay for the next 1 day. Kama hii mambo yako ya kwenda nje hakuna, acha tu niende. So the following day tukarauka, tukaenda VFS. VFS huko, I don't know ni Westlands ama ni wapi. Tukaenda VFS huko, akaniambia hata ndio hapa ndio watu wana nini mambo na visa kila kitu. Nikamwambia mimi hiyo sina shida. The problem is I want to attend my appointment. Yes. Akanipeleka kwa ofisi ya jamaa mwingine hapo, kando ya VFS hapo, tukamalizana paperwork done. Akabuka appointment. Appointment ni the next 3 days. Nikamuuliza hizi next 3 days, will you pay for my meal and full accommodation? Manake hizi siku zingine hapa nyuma mimi ndio nimejilipia. So ikabidi I had to go back to Mombasa. Jusa unadai kulipia tena nini? Nikasema instead ni waste tena hapa pesa, let me go back to Mombasa. So I went over the weekend. Akabaki. Na nilijua ashaniosha. You definitely kurudi tena, it was going to be another problem. So the following day akaniambia kila kitu iko confirmed. Nikamwambia nitumie. Akaniambia umejua nilikuwa najaribu lakini mpaka ulipe na visa card. Nikamwambia you must be having a visa card. Lipia. Because nilisha kutumia pesa ya appointment. So there's no point you are telling me ati
Haukuwa nimebook nini tu, siwezi tuma pesa nyingine. Akang'ang'ana, akabook. Yeah. Akanitumia. Little did I know that was ilikuwa edited. It was a fake booking. It was a fake booking. Not a fake booking. The cash booking was successful, lakini kulipa. What do you mean? Like hakulipa? Hakulipa. So alibook bila do? Receipt alinitumia. Receipt nilitumia. Kwa sawa. Kumbe hakufanya. So mimi nikakata tena gari nikarudi. Akaniambia ukifika hapo Tamid kuna hapo Tamid kuna hoteli panda tu hapo juu, nishikilie one day. Kafika hapo asubuhi hivi akaja kama mida za saa 3, tukaenda VFS. Tukachukua ticket number tukaingia hapo. Hapo kwa meza umeingia hivi unapata hizo dirisha UK nini Europe countries kila kitu. Wenye wanaingia Gulf pia kuna room yao hapo VFS. Kenda yangu ya Poland. Nafika pale kwa counter naambia okay, sasa you have to pay the visa fee. Nifanye booking tena nilipe visa fee. Nikaja nikatoka nje. Nikamwambia vipi? Sio niambia kila kitu nilishakutumia. Nikamwambia umejua Lamek Akaanza sasa story. Nikasema okay. Nikapiga simu Mombasa. Nikamwambia best yangu, sikiza Paul, mimi sina pesa man. Huyu jamaa hizo pesa zote tumemtumia. He did nothing. So it's either we lose this because niko hapa ndani and these people have given me a limited time, ama hii mambo tuisahau. So unadisha pesa ngapi ya visa? Ilikuwa kama 12,000 to 14,000. So nikalipa, nika drop my documents, wakaniambia after 2 weeks. Jamaa akaniambia sasa umetoka hapo. Hiyo ndio ilikuwa. Remember almost 2 months. Mbona sasa hapo after 2 weeks sasa wewe jitayarishe. But within this period of 2 months, nilikuwa nimeanza kumdai in a way that the amount that we were supposed to pay for the whole process, we had paid all. Juu mimi nilikuwa nampigia hesabu. Nikikutumia pesa tunapiga hesabu. Napiga hesabu. Mpaka kaniambia sasa wewe Lamek, kwanza wewe ndio unanidai. So mimi nikakaa pale nishalipa kila kitu na subiri. But kitu ikaniambia start hustling for your flight ticket. Because huyu mtu anaweza cheza. After 4 days, ati passport imerudi. What does that mean? 2 weeks. 4 days. Nikamwambia Paul, hapa hii kitu imebounce tena. This time round imekata. Akaniambia, nikampigia simu. Umejua alikuwa mtu wa WhatsApp yuko na anatembea na kabambe. That was a red flag. The first thing I told my friend, mimi sipendangi watu wanatembea na kabambe. Anakuambia kunipata online, maybe Facebook. It reached a point he blocked me. And I was so pissed off, nikakasirika, nikasema so after how many block you still expect that? Okay, so to cut the long story short, visa imekataliwa tena. I had to struggle, look for a way ya kudeliver back my passport, na visa hiyo karatasi niko nayo imerudi, imegonga wall. So here I am. He calls me one day and tells me, "Oh, unajua Lamek, sasa kama ile iligonga wall, niko na ingine Austria." Nikamwambia, "Bro, you think sasa unaweza ni peleka hivi?" Definitely you thought uliona pesa inatoka kwa urahisi. Biashara zote nilikuwa nazo by that time ziko down. Pesa imeenda yote. Here I am, so I have to start afresh. So how much has he like conned you? 300 plus. 300K. Yeah. So one day he calls and I tell him, "You know what brother? Just let us meet kwa ule best yako, yeye ndiye aliniconnect na wewe. Fanya hesabu, juu niambia kuna pesa zingine ulitumia, uniambie ni ngapi, unaniregesha." I think the last time nilimwona alikuwa tu kwa boda and that's the last time until today. Sijaimuona. Wala ule best yangu hajaimuona. Unaona? So hiyo pesa ni wapi? Nikasema this is my good friend. Pesa inakuja na inapotea. Niliachilia tu hivyo tu. So I told my friend that mimi naona hii mambo ya kupata watu no. So life is very hard back home. Niko pale home. Pesa ishaenda, biashara ndio hiyo, hakuna kazi. Nimelala for like
almost 2 months. Depressed kwa nyumba. I don't eat. My sister. Every time. Vipi bro, uko aje? Usikuwe na stress. Mamangu pia. Najua hata kama nilikuchukulia loan, nikamwambia hata usinitajie mambo ya loan. Unaniongeza pressure. Wewe kama ni kuniconsole, just console me. Waza kuniambia tena kama nilikuchukulia loan. Ule my friend akaniambia Lamek usijali. One thing will just come abruptly and utasafiri mpaka ushangae. How did it happen? So sometimes nikifeel low nilikuwa napita hapo kwa biz. Juu tulikuwa partners kwa hiyo biashara yake. Fanya hiyo biashara ya Western Union, money transfer, hizo za foreign. Akona yake, niko na machine yangu pia. So it's kind of partnership. Yeah. Akona investment yake pale, niko na yangu pale. True. So nikifeel down huku kwa nyumba napitia pale shop, tunapiga biz kidogo, natoka. I didn't want to take much time tukiwa na yeye. Akifika mida za saa 2 usiku akifunga, he calls me ananiambia Lamek twende dinner. Naenda nakula narudi hapa. So hapa was me and my sister. Me and my sister. My mom, my dad. Yeah. They were great pillar by that time. Wow. So nikasema sasa hiyo imeenda, lazima nitafute kazi. Life must continue. Yeah. So my long term friend nikiwa university, back then tuliwahi saidiana na yeye. So akasikia nilipoteza kazi. Akaniambia mimi nitaongea na boss, utaingia kazi. It didn't take a week. Nikaingia kazi. So ile kazi niliingia, sometimes mimi nilisema I was in ni kama ni crossroad hivi. Nifanye ama nifanye hii. For the period of time we worked with that guy, you asked me one of the temptation iliwahi patikana nayo, bro. I never went to church. Nilisema sasa kama Mungu, my mom could call, ulienda church? Nilienda church, ilikuwa sawa kila kitu. Bible nilikuwa nasoma, nafanya lesson, juu my mom was to call her, is like, uliona lesson ya leo ilifunza nini? Ilifunza hii na hii na hii. So I was much updated, lakini I never went to church. Sema bora nipoteze pesa, ujamani konivo and all that pressure. So one day Andy Osodo, Andy from Contigo. wa Contigo. Yes. He walks into the shop. Penye tulikuwa tunauza hizi mambo na wifi. Anything to do with communication, Jebo Telecommunication Mombasa. So he walks in, amekujia cable. Ethernet cable. Na mimi nikamserve. Mungu naye ni nani bro? Simu ikaita. Nikasikia amesema tu, umejua kazi tulikuwa nazo za free za kwenda Kuwait ziliisha, lakini zinaweza kuja. Na mimi dem tulikuwa tunafanya naye hapa Masi, nilikuwa mpigia story yangu. So anajua Lamek ako hapa kwa hii shop, lakini akipata mpenyo. I never let it, Andy alienda. Kabla nimkabidhi the cable, nikamwambia bro, sikiza, nimesikia unapiga simu. Wewe ni agent. Napeleka watu nje, unachukua commission. Mimi nilikoniwa, sitaki mambo na commission. Akaambia, si umesikia nasema free? This is a free job. Nikamwambia ni free. Tunaweza anza. Kaambia we exchange the contacts. That was in September. So mimi niko na ile doubt ya free, niachane nayo, hizi ni ukora. Alafu unajua kuna ile story ya mtu anakuambia utalipia tu medical, alafu anapiga deal na huyo mtu wa hospitali. Nikasema hao ni wale wanakona watu na medical. So nikasema okay. Unajua sasa umesha gongo mara ya kwanza, so of course once bitten twice shy. Staki. Alafu hii time ndio nang'ang'ana ni get back to where I was. Yeah. Nilikuwa nimesonga ikarudi chini. So niko na okay, let it go. So nikakaa September, October, November. By September nikaacha kazi kisha nikaingia garage. So nimepiga garage lakini so one day nimekaa tu pale hivi. Nikasema hapana Lamek. No. Sisemi garage ni mbaya. I understand. It was good. Yes. But then I was like, I said this year lazima nitatoka nje. So nikasema, how did I save that guy? Nilisahau jina. Bro, I was one guy kwa garage.
nikisikia nataka kuenda home, I just tell mkubwa, bro, tutaonana kesho. Then I thank God, walinipea tu heshima yangu. Sikuwa napambana na wao shida nini. But they anytime, lakini nikisema tu kanaambia okay, Lamek wewe nenda tu kesho. So nilisikia akili liruka hiyo siku, nikasema no, let me go back and sleep. Immediately I picked my phone, nika scroll hivi ya kwanza, nikaona Andy Osodo. Kasema this is the guy. Kapiga simu. 29th, 31st was going to be my birthday. December sasa. Napiga simu. Hello. Vipi Osodo, ulienda ukapotea? Akaniambia ni nani? Nikamwambia ni yule kijana alikuzia kebo. Akaniambia Lamek, ni wewe? Ulipotea bana, watu wamesafiri muda yote. Nikasema watu wamesafiri? Kuna ingine? Akaniambia kwanza 31st tuko na interview. Nikasema sawa, kata simu. Fungua lapi. Nikasema tumia CV ama, nikapiga. Nikutumia CV, akaambia hebu nitumie niangalie kama ni nzuri. Nikafanya minor changes hapo, nika update, nikamtumia. Akaniambia iko sawa kabisa. 31st tuko na interview. Nikasema si ni birthday yangu, wacha niende ni celebrate. Nikaenda. Interview nikafika saa 5. Nikapiga interview. Immediately I walked out of the room. Message inakuja. We think we'll pick that boy. Wakatumiwa. Mbele mekata ndio jisomee. Umeperform vizuri kwa interview. Kasema thank you Lord. So nikamwambia nianze aje? Akaambia sasa get prepared. Mambo na medical utalipa, lakini we'll do the refund. Nikamwambia sawa, mimi sina shida. So kidogo nikasubiri baada ya kama 2 weeks hivi. Visa ikatokea. No, offer letter ikatokea. Nikasign offer letter. Mambo na CTIPs zikaanza kuflow hapo. Nikasign. January ikafika. Of course it was 31st, so the following day was January. Yes. So January kakakaa hivi, akaniambia so just keep on waiting, mambo itaenda sawa. Nikasubiri January. February nilikuwa na cycle naenda garage. So I'm on a call with my mom, namwambia mom, hii kitu imekaa sana. Ni kama watu pia ni wale tu. Akaniambia lakini hujaenda medical. Nikamwambia hakuna pesa nimelipa. Akaniambia sawa, wewe subiri, you never know. So by that time mamangu akaanza stories za sasa ujue ushajua kazi, ta connect kazi ya mechanic Nairobi. Nikamwambia sawa, it's okay. I'll appreciate. So my mama ana struggle huko home, ndio ni connect na mtu Nairobi. Mimi pia na bado na shikilia huko. So that day tukaongea na mama, nikamwambia mimi kitu nimetoa kwa roho sasa, sitaki hata kuenda. Nafika garage hivi, Andy calls me. Bia bro, haya visa imetoka. Nikamwambia visa yangu imetoka, send it kama imetoka. Akanitumia, nikascan, nikaingia online portal, nikaweka hiyo number, everything nikajaza active. Akambia thank you Lord. Akambia sasa the next thing ni good conduct. Nikamwambia hiyo iko sawa. After good conduct, medical. Nikamwambia hiyo medical inadileisha kila kitu. Nikapigia my cousin, nikamwambia bro, wewe tumestruggle na wewe sana, nitumie pesa. Kaenda medical, nikalipa, nikafanya. Nikamwambia sasa wewe Lamek subiri. So nikakaa tena kitambo tena iende through. Then that by early March kaniambia so your ticket is ready na travel. So Never ndo kajipata Kuwait. Hivyo ndio nikaja huku. Life ilinitwanga after nilipoteza kazi. It was not easy man. Depression, stress, kila kitu. Job nini, alafu ule conman and everything. Kwanza huyo conman. Hiyo pesa lazima turudie hiyo. Alafu bado nasikia yuko. Hiyo pesa lazima, we have to go back for that man. That's too much money. Every time I say okay, if I go to vacation, the first thing I'll do, I'll have to trace this guy. Mimi kuna point ilifika nikasema maybe alikufa kitambo juu watu walimtafuta wengi sana. Until lately my best friend tukiwa pale job kumbe anamjua. Akaambia huyo jamaa yuko. Naweza kupeleka mpaka home. But then when I try to call my best friend huyo Paul ananiambia kama tunayo nini. So ananiambia niachane nayo, lakini I'm like if
I would have invested that money. Hata ningeanza kama nika-M-Pesa kidogo kidogo, unaona. Alafu being nilikuwa nimeingia hiyo busy accessories, nachukua vitu Nairobi na leta naingia hapa huku na huku, online ilikuwa sawa. Maybe ninge make some steps, but it was out of nataka nijaribu ile desperation ile. Nitoke. At least nisikize huko kuna kwaje. Any a win is a win. Yeah, so that's just in a nutshell. Maybe next time we'll share more again. Lakini nyume kapitia. But finally at least you can say you are on your feet. Yeah. Juu kuna time ulikuwa gonna feel what is the point of all this? Lakini at least sasa hivi unaweza sema manzi because especially ilifika point bro, right, ni shida. I cannot call home. My ex texted and told me sirudi home kama life imekuwa ngumu Mombasa. Home ni wapi sasa? Ushago ama nakwambia rudi home wapi? Ushago. That is the best advice. Nikasema wewe unaniambia nirudi home. Lakini nilijisemeanga bro, mimi siwezi rudi home. I said okay, I will go, but nikishapata ile kitu ambayo nahitaji. So I thank God coming to Kuwait pia imenisaidia kidogo, because when I was in Kenya I was doing my first novel. Sikuwa nimemaliza juu out of depression, nikaachilia katikati. But for the period nimekuwa hapa from last year hiyo March mpaka sasa hii. I'm very proud. I'm very proud. That's I'm doing my 1 year at least. 1 year and I'm doing my 7th book. Imekuwa safari. Imekuwa safari. My 7th novel. My 7th novel. Imekuwa safari. But sometimes I take time na pitia pia. I get encouraged from the books. Maybe very soon utazirelease e-books and all that. At least mtu anaweza soma. That is very inspiring. So what else can I say? Kukuja hapa definitely imenisaidia. Under the fact that tushafika tu hapa. Hiyo ni win. It's a milestone. And I think that is the best conclusion. Because hata pia kuna that exposure pia. I think that is the best conclusion in this podcast at this point. At least the struggle umepitia and everything. Unajua imefika pale ukakuwa emotional, nikaona kuna part by the way sikuwa nimeno ukakuwa emotional, yani nikasema acha ninyamaze tu, acha ninyamaze nisikilize hiyo story. Manze, but congratulations bro, at least finally we can say here we are. Kidogo hiyo kitu ilifanyika hapo nyuma ilitutatiza tena, tukaanza kufikiria so tukienda home itakuwa aje, all that. Hii vita ilitokelezea Kuwait, ilitetemesha makazi za watu wengi sana. Sometimes like the other last time I was looking at the NTV and I was like, hey, over 50,000 people wametoka Gulf wamerudi home. I feel so sorry for them because definitely these things inakuambush. You are like, okay, prepared. Nitaanzia wapi? I have my friends over here. We still talk and they are like, hey bro, tukienda home we tried coming up na ideas nini huku na huku, but it's like is it really going to happen? But one thing I can say, tukimalizianga, so if you let fear ikurule, unajipata uko mnyonge in a way. So I always say that fear ni kitu isikue part of you. Maybe next time if we'll have another conversation, we might talk, maybe tunaweza sema hiyo. Because if it had befell on me like hiyo kuogopa and all that, if I had not trusted these guys, maybe one, singekuwa hapa. Then maybe two, singechukua hiyo initiative ya kustep in, nifike ni struggle tena after kuanguka chini, singefika hapa. Okay? I lost friends, that is definitely. Hata watu watakwambia, our viewers will tell you, they'll comment and share all that. In a moment that umerudi chini, you lose friends. Nimekuambia hapo awali that my friend ilikuwa ni my mom, my dad, my sister. My friend Paul and my girlfriend. These were like walikuwa
Hata girlfriend Passionate. yako kwa hiyo hesabu. Story for another day. Your story for another Story day. for another day. But the thing is fear. Yeah. Usiache fear ikurule, unaona? Usiache fear ikurule. In life we have to face them head on, okay? Yeah. Maybe next time we'll share about that more. True. Especially the point ilifika ndio ni step in nianze hiyo sasa busy ya hizo transactions za foreign currencies. We'll talk more about that because that is a point that niliona. If I let my fears go part of me. Airbnb. Yeah. Those are things you're going to talk about on the next one. Ingekuwa allow fear to be part of me. Maybe there are some minor steps nimemake. Singekuwa nimemake. Unaona? Yeah. True. So fear is for the devil. Yeah. So yes. Hiyo Hata fear sitaongeza kitu is kingine. for the weak. Yeah. Hata sitaongeza kitu kingine. Yeah. Isikuwe part of you. Alafu another thing naweza sema tukimalizia. Whenever you are, uko in Kenya, uko outside, friends and all that. Yeah. Always angalia circle yako. Yeah. Okay. Because ukweli, even now I can still feel it, yeah? There are people tumekuwa now for the last few weeks. I always tell my roommate that out of sight, out of mind. Very few people will go against that. Yeah. So napata you have been so close to somebody, then just a milestone tu kidogo hivi. Everything inasambaratisha. So that is it, bro. Thank you so much. Karibu. Tutaongea on the next one. Yeah. Yes. Na kwa hayo machache, please guys, consider sharing this video, liking this video, commenting on this video, and also subscribing on this video. Tafadhali ni bwana. Tell them. Maybe for some few days ago, weeks ago, hatujakuwa in out, but now we are back. We are back. We are back. Yes. Yeah. Thank you so much, manze, for joining in. Until next time.